narudia kwa faida ya mtazamaji wa Data Sports. Leo nimezungumza hivi, tuwatoe Simba. Simba kaeni pembeni. Yaani hata wasihusike kwenye hili jambo. Tuache Yanga na wenye mamlaka. Nataka Yanga na bodi ya ligi tuwadiscuss leo. Si unanielewa vizuri? Tutafute mchawi wa hili jambo. Nani anasababisha ugumu kwenye hili jambo? Bodi ya ligi. Si unanielewa vizuri? Tunaanza. Simba walitoa taarifa ya kwamba wao kuna baadhi ya vitendo hawakufurahishwa navyo. Simba mpo sawa kwa nafasi yenu. Sawa. Si unanielewa vizuri? Sawa. Asubuhi bodi ya ligi kupitia moja ya kiongozi akasema maandalizi ya mchezo yaendelee. Si unanielewa vizuri? Yanga wakatoa taarifa asubuhi ya kwamba wao wanafahamu mchezo upo. Si tunaelewana vizuri Cisco? Mchana bodi ya ligi wanatoa taarifa ya kwamba mchezo umeweza kufanyeje? Kuhairishwa kwa sababu ambazo ni tofauti na ambazo Simba Sports Club waliweza kufanyeje? Kuzitoa. Young Africans wakainsist kwamba mchezo upo, ndio maana wakaenda hadi uwanjani. Leo nimesema tuwatoe Simba muone ududu wanaofanya bodi ya ligi. Si unanielewa vizuri? Baadaye ya haya yote kutokea, siku ikaisha. Kesho yake Yanga wakatoa recommendation. Tuna recommendation 3, tunataka alama, hatuchezi mchezo, hatuna imani na bodi ya ligi kuu. Shauri wakalipeleka TFF. Nini tuli expect Cisco? TFF kukaa chini kujadiliana na Young Africans. TFF waliwajibu Yanga? Hawakuwajibu. Wakati huo rais wa mpira wa shirikisho la nchini Tanzania TFF Wallace Karia hakuwa nchini. Alirudi tuka expect kwa sababu rais amerudi. Huyu ni baba mzazi wa watoto wawili. Atakaa nao chini azungumze. Ikishindikana sasa ndio Yanga aende mamlaka zingine za juu. Rais akaja kuongea kauli za kishabiki sana. Si unanielewa vizuri? Wakati huo shauri ambalo Young Africans wamelipeleka TFF halijajibiwa. Si unanielewa vizuri? Mpaka kufikia hapo, naomba mnitafutie kosa la Yanga. Hakuna. Simba leo sitaki kumtaja. Si unanielewa vizuri? Wakae pembeni Simba. Mpaka nimefika hapa, nielezeni kosa la Yanga. Yanga hawana kosa. Wamemaliza, wameenda kasi Yanga. Wameshindwa kwa sababu walijua tukienda kasi bila kumalizana na mamlaka za soka za nchini Tanzania sio sawa. Wamerudishwa, nendeni mkafanye mkazungumze na mamlaka za soka za nchini Tanzania. Bodi ya ligi kwa kutuchanganya zaidi wanaenda kutoa taarifa ya kwamba wanaenda kuupangia mchezo. Hawa watu hamjakaa nao chini kuzungumza. Ndio. Na si kutoa tu taarifa, na kukumbusha tena kwa mara ya pili walizungumza pia, tulikuwa tunajua tu hawawezi kutoboa kule. Tunatafuta mchawi kwenye hili jambo. Hamna mchawi. Si unanielewa vizuri Cisco? Hamna tena imani. Yaani mimi hata ningelikuwa ni mimi, siwezi tena kuwa na imani na kiongozi wa huyo TFF. Ndio maana unapeleka kwenye mamlaka gani? Hauwezi ukapeleka Cisco. Yaani wewe ndio Yanga Afrika yote hayo umefanyiwa, alafu nasema ndio maana nikakwambia hivi, nendeni kwenye mamlaka. Ndio maana nikakwambia hivi Cisco. Wakati ambao tuna expect baba amerudi nchini, anapaswa kukaa chini na hao watoto wake wawili. Hajua namna gani ya kulisolve hili likaisha. Wakati huo baba anaenda kwenye chombo cha habari na kuzungumza kauli za kishabiki. Kauli ambazo zinamuonesha baba kaegemea upande gani. Cisco. Alafu leo mnasema Yanga wakae na mamlaka za soka nchini wazungumze. Wanazungumza nini? Niko hapa kuwauliza mashabiki na watazamaji wa Data Sports, kwa nilivyoelezea, nionyesheni kosa la Yanga. Sijamtaja Simba leo. Si unanielewa vizuri? Nionyesheni kosa la Yanga. Yanga alipeleka recommendation za kutaka kuzungumza na TFF. Barua haikujibiwa. Yanga kabidi Yanga kabidi aende mamlaka zingine za juu. Rais wa mpira akaenda kuzungumza kauli za kishabiki zilizoweza kubagua upande. Leo mnataka tu sit down tuwaelewe kwamba Yanga hawako sawa. Yanga hawako sawa na changamoto. Si unanielewa vizuri? Hata ingelikuwa ni wewe Cisco, huwezi kuwa tena na imani na baba, kwa sababu hata nikienda kukaa naye chini kuzungumza, baba alishachagua upande muda mrefu sana. Tunazungumza nini?